Zoezi la utoaji wa chanjo ya polio awamu ya pili wilayani Maswa mkoani Simiyu itatolewa kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 mwezi wa 5 2026, ambapo mkakati wa serikali ni kupita nyumba kwa nyumba ili kuhakikisha watoto wote wanafikiwa na zoezi hilo. Kwa hiyo timu za uchanjaji zilivyopangwa ni kwamba zitakuwa zinatembea nyumba kwa nyumba kuhakikisha watoto wote wanafanyaje, wanachanjwa. Na kwa wale ambao wana shughuli, labda asubuhi anatoka aenda kwenye shughuli zake, anarudi jioni, tunaomba pia muwatangazie wananchi, timu zetu pia zitakuwa nikisema flexible kwa Kiswahili si neno gani? Timu zetu zitajitahidi kupambana na muda ambao utakuwa ni mzuri kwa wale walezi na wazazi wa kuwepo nyumbani. Na katika zile timu watakuwepo pia wahamasishaji. Yaani timu itakuwa ina watu watatu. Atakuwepo mchanjaji, atakuwepo mchukua takwimu na atakuwepo mhamasishaji. Kwa hiyo pale wakienda, wananchi pia hawatakuwa wanaona ni timu ngeni sana, kwa sababu atakuwepo mwenyeji wa lile eneo. Kama ni kitongoji au ni kijiji, basi atakuwepo mjumbe wa serikali ya kijiji, ambapo mwananchi mlezi akimuona yule anajua kumbe hawa ni watu salama na wamepitia katika uongozi wa serikali ya kijiji. Kwa upande wake, kaimu mkuu wa wilaya ya Maswa ambaye ni mkuu wa wilaya ya Itilima, Mheshimiwa Anagdaria, amesema kuwa zoezi hilo lihusisha viongozi wa ngazi za chini wakiwemo wenye viti wa vijiji, vitongoji na mabarozi ili kuondoa upotoshaji, huku swala la kutoa elimu ya faida ya chanjo hiyo kabla ya kuchanja akili. Anawajua kwa majina na anajua hata familia hii na idadi ya watoto wangapi ambao wako chini ya umri wa miaka. Ili tufanikiwe tufanye hili, waelekeze watendaji wa serikali za mitaa. Zoezi hili lifanyike mpaka kwenye ngazi ya msingi, kuwashirikisha wenye viti wa vitongoji, madiwani husika, wenye viti wa vijiji wapo, kwa sababu ukitaja diwani unamtaja mwenyekiti wa kijiji. Ukimtaja balozi unamtaja kitongoji. Kwa hao watu wahusishwe. Isingekuwa rahisi kuwaita wote jinsi ambavyo jiografia ilivyo na miundombinu ilivyo nayo. Tofauti. Kuna watoto wengine wanaibuka baada ya kupata elimu, lakini huko mwanzoni walishawaficha chini ya ukungu. Kila mama anaambatana na mtoto wake kama bata, anaenda kujificha. Kifika mlango umefungwa, utamchanja nani? Kwa ni waombe tuwahimize na faida za kuchanja. Na faida za kuchanja watoto. Haya mambo yote tunayohangaika ya watu wenye mahitaji maalum, mengine ni polio. Alafu tunazo kata kama vile Lalago, Malampaka, Sanga. Wale wote huwa nawapigia simu, mashehe zetu wa kata wako kule. Nawapigia simu, wanahimiza watu kuwafundisha yale ambayo tumefundishwa. Kwa hiyo kwa ujumbe huu ni lazima utafika, Mwenyezi Mungu akituwafikisha. Kwa ambavyo kuanzia leo itaanza kuwatangazia watu vile ambavyo tunatumia kuadhini, kuwaita Waislamu kuja kusali. Basi tutatoa kipindi wanaelezwa watu Jija huko, Malampaka, Lalago pamoja na Sanga. Kwa ajili ya madhara yanayokwenda kuwakuta jamii yetu. Lakini pia mimi niseme tunasisi kama vitongoji wa mamlaka ya mji mdogo, mimi na wenzangu tutaendelea kutoa ushirikiano kwa zoezi hili lifanyike kwa ufanisi, kwa maslahi mapana kwa wilaya yetu na taifa letu. Waganga wengine ambao wanakaa na waganga hawa watoto wadogo, wanakaa na watu wa namna fulani, tunawaambia kwamba watu hawa wanatakiwa wajitokeze. Hawa waganga wanaokaa na watu, kwa mara nyingine sisi hawa waganga tunakaa namna fulani kidogo. Mkuta mganga tu anasema kwamba hao watu tunawabana kwa namna nyingine.